Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusu shinikizo la kuishi kwa ajili ya matarajio ya wengine, lakini leo tunakwenda ndani zaidi. Nataka nikuulize swali: ukiondoa kazi yako, ukiondoa mshahara wako, ukiondoa gari yako, ukiondoa cheo chako, wewe unabaki nani? Usikimbilie kujibu, hebu tusikilize simulizi ya leo. David anafungua simu, anapitia picha za zamani, picha aliyopokuwa chuoni, picha ya siku ya harusi, picha ya mtoto wake wa kwanza. Anatabasamu kwa sekunde chache, kisha uso wake unabadilika. Anajiuliza kimoyomoyo, nilikuwa na ndoto nyingi, zilienda wapi? Wakati huo huo, Daniel anampigia simu. Rafiki, mbona siku hizi umekuwa kimya sana? David anamjibu, Daniel, kuna swali linanisumbua. Swali gani? David anamwambia, sijui tena mimi ni nani. Kila siku ninafanya kazi, nalipa bili, natatua matatizo, lakini napoteza yule David ambaye alikuwa na ndoto. Wanaume wengi hawaamki siku moja na kusema nimepoteza utambulisho wangu. Hapana, hutokea taratibu. Majukumu yanaongezeka, shinikizo linaongezeka, ndoto zinaahirishwa, na siku moja unajikuta unaishi maisha ambayo hukuyachagua kwa makusudi. Wiki iliyofuata, David anamtembelea mjomba wake Musa. Ni fundi seremala ambaye hajawahi kuwa tajiri, lakini kila mtu anamheshimu. Baada ya mazungumzo marefu, David anamuuliza, mjomba, unawezaje kuwa na amani kiasi hiki? Musa anatabasamu, ananyanyua kipande cha mti, anakionyesha. Anamwambia David, mbao hii ikijua ni meza, haitajaribu kuwa mlango, na ikijua ni mlango, haitajilinganisha na dirisha. Tatizo la wanaume wengi si kwamba hawana uwezo. Tatizo ni kwamba hawajui wameumbwa kufanya nini. David anakaa kimya. Kwa mara nyingine anagundua kuwa huenda hajawahi kujipa muda wa kujitambua. Utambulisho wa mwanaume haupaswi kujengwa juu ya vitu vinavyoweza kupotea. Kazi inaweza kuisha, biashara inaweza kufungwa, fedha zinaweza kupungua, lakini mwanaume anayejua kusudi lake haangushwi na mazingira. Leo tunaishi katika dunia inayokupa majina mengi: kuwa tajiri, kuwa maarufu, kuwa influencer, kuwa bosi, lakini dunia haitoi muda wa kukuuliza wewe umeumbwa kuwa nani? Na hapo ndipo wengi hupoteza mwelekeo. Wiki hii tuliwauliza wanaume swali moja: ni lini ulijisikia kama umepoteza mwelekeo? Baadhi ya majibu yalikuwa haya: nilipoanza kufanya kazi ambayo sikuipenda, lakini sikuweza kuiacha kwa sababu ya majukumu. Nilipoanza kuishi maisha ya kuwafurahisha watu kuliko kufuata ndoto zangu. Nilipogundua kila siku ninakimbia, lakini sijui ninakwenda wapi. Huenda nawe unajikuta kwenye mojawapo ya majibu hayo. Leo usijiulize una nini, jiulize, ningebaki bila kazi, bila cheo na bila fedha nyingi, bado ningejua mimi ni nani? Ukipata jibu la swali hilo, utakuwa umeanza kujijenga kutoka ndani. Ukijua wewe ni nani, si kila jambo litakuvuruga. Mwanaume anayejitambua haishi kwa kuiga maisha ya wengine, anaishi kwa kutimiza kusudi lake. Kama ungepewa nafasi ya kuanza maisha upya leo, ni jambo gani ungefanya tofauti ili usipoteze utambulisho wako? Leo tunaona kuwa changamoto kubwa si kukosa pesa pekee. Wakati mwingine ni kujikuta unaishi maisha ambayo hukuyachagua. Lakini kuna nguvu nyingine inayobadilisha namna wanaume wanavyojiona kila siku: mitandao ya kijamii. Je, Instagram, TikTok na Facebook zimewajengea wanaume ndoto mpya au zimewaongezea shinikizo? Tutalijadili hili katika episodi ya 4. Mitandao ya kijamii imebadilishaje mwanaume wa kisasa? Mpaka wakati huo, mwanaume anayejitambua hawezi kupotezwa na kelele za dunia. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Usikose kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa, ambayo inaluka kila siku ya Jumatano.